Habari yako, karibu Nembe TV. Mimi ni Joseph Nembe, karibu katika chaneli yangu. Hapa tutazungumzia maisha, tutazungumzia biashara, tutazungumzia kazi. Leo napenda nizungumze na wewe, nitoe maoni yangu kuhusiana na muda. Namna gani tunatakiwa tuishi katika muda. Kwanza lazima tujue muda ni nini. Muda ni kipimo cha uhai wa viumbe, vitu na binadamu kwenye maisha na shughuli za maisha yetu ya kila siku. Muda ulianza tangu uhai kuanzishwa na mpaka pale uhai utakapofika mwisho. Muda uligunduliwa na wanasayansi mbalimbali na watu mbalimbali kutoka duniani ambao wamekaa kutokana na elimu na uwezo ambao Mwenyezi Mungu alikuwa amewapa, basi wakaweza kufanya hiko kitu cha ugunduzi wa muda na wakauweka katika namna fulani. Maana kabla ya muda kuwa hivi ulivyo, kuanza kuhesabika hivi ulivyo sasa, watu walikuwa wanaishi tu kuangalia tu jua linazama, linaamka, usiku giza linaingia, pambazuka asubuhi, jua linaingia, usiku linazama, hivyo hivyo siku zinasogea. Lakini sasa wanasayansi wakaja na mfumo huo kuhesabu siku, masaa, wiki, mwezi, muda kama hivyo wanaendelea. Kwa kipimo cha muda ni nini? Kipimo cha muda ni kuanza kwa sekunde na kuja dakika, saa, siku, wiki, mwezi, mwaka, na hapo sasa ndio hesabu zote huwa zinaendelea hapo. Na kwanza lazima tujue umuhimu wa muda ni nini. Umuhimu wa muda ni kuweza kupanga shughuli mbalimbali za maisha ya kila siku, lakini pia kuweza kuwa na mpangilio mzuri wa utaratibu wa uhai, watu na shughuli za ulimwengu kila siku. Lakini tukumbuke kitu kimoja kwamba katika maisha kila siku hatuendi sawa na muda. Ikiwa na maana ipi? Nikiwa na maana kwamba upatikanaji wa mahitaji ya mwanadamu ya kila siku sawa na muda haviendi sawa. Mfano, utafika muda wa kuoa au kuolewa, unashangaa hakuna ndoa au hujaolewa. Utafika muda wa kupata chakula upati. Utafika muda wa njaa, unahitaji chakula upati. Utafika muda wa kupata elimu, unatakiwa upate elimu lakini upati. Unafika muda wa kuweza kuwasaidia wazazi, unatakiwa usaidie wazazi wako lakini unashindwa kufanya hilo jambo. Na mengine mengi ambayo ni sawa na kutaka jambo afu unashindwa kulipata. Yaani umefika muda wa kupata jambo fulani lakini unashindwa kufanyaje kulipata. Sasa kwenye ukweli mchungu ambao inabidi watu pia tuelewe na tukubaliane nao ni kwamba kuna makundi matatu ya watu hapa duniani ambao tunaishi kwenye huo muda ambacho ndio kipimo cha uhai thabiti kwa mtu, viumbe hai na vitu vyote. Sasa ni makundi gani hayo ambayo yanaishi hapa duniani matatu? Kwanza ni kuna makundi yenye nguvu, kuna makundi ya wenye akili, kuna makundi ya wadhaifu. Kwanza nianze na kundi la wenye akili. Wenye akili ni kundi la watu gani? Wenye akili ni kundi la watu ambao wenyewe wanaishi kwa akili na maarifa ambayo Mwenyezi Mungu amewapa kwenye mfumo wa akili wa kuweza kuyatumia mazingira na watu, sawa? Ili wao waweze kufanikisha mambo yao. Lakini kuna watu hawa wenye nguvu. Hawa watu wenye nguvu ni watu ambao wanatumia mali na pesa ili kuweza kufanikisha mambo yao, kwamba wanaweza kawa na mtu mwenye akili kufanikisha mambo yake kama na namna nyingine yoyote ambayo kama utanielewa. Na lakini pia kuna kundi la watu wadhaifu. Wadhaifu ni kundi la watu gani? Hili ni kundi la watu ambao wenyewe ni wanaamini kwamba maisha yao au na mambo yaliyojiri kwenye maisha yao yaliyotokea yamesababishwa na watu wengine. Sasa kundi la watu wao wenyewe ni wapo tayari kufanya jambo lolote endapo utaingia kwenye maisha yao na wewe ukawa sababu ya kuendeleza kuwa vile ambavyo wao wanaona kwamba ni sababu ya watu wengine. Wanaweza kukujeruhi, wanaweza kukupotezea maisha, wanaweza kufanya jambo lolote baya. Lakini utofauti wa kundi la watu wadhaifu na kundi la wenye akili. Wenye akili ni watu ambao ni wepesi sana kusamehe. Na wao wenyewe wanaamini kwamba maisha inabidi yaendelee pasipokuwa na kwamba tumefanywa mabaya au tukufanywa mabaya. Yametokea mazuri au yametokea mabaya, kwamba sisi maisha yetu inabidi yafanyaje? Yaendelee. Lakini kundi la wadhaifu wao wenyewe wapo tayari kufanya jambo lolote ikiwa wewe utaingia kwenye maisha yao na ukasababisha jambo lolote ambalo wao wanaamini kwamba pia walisababishwa na watu wengine na wewe pia ukawa ni sababu. Na maana ni rahisi pia kukuweka kwenye ile mitazamo ambayo wanafanyaje? Wanaamini. Sasa
mimi na wewe nataka tujiulize kwamba tunaishi kwenye kundi la watu aina gani kwenye huu muda ambao tumepewa wa kuishi hapa duniani, yani kipindi cha uhai wetu tunaishi kwenye kundi gani? Je, ni la watu wenye nguvu, ni la watu la wenye akili, na ni la watu la wadhaifu? Sasa tunabidi tukae tulitafakari na tuone tunaishi katika kundi gani, na ili tuweze kuishi kwenye muda, maana yake ni lazima ujue wewe unaishi sehemu gani. Sasa kwa sababu muda wenyewe unaenda na tuwezi kukimbiza nao, bali tunaweza kwa namna fulani kuufuata, lakini sio kukimbizana nao moja kwa moja, kwa sababu kuna vitu vitaenda, tunaweza tukawa sisi tuko sawa, lakini wenzetu sio sawa. Kwa hiyo ni ngumu sana kwenda sawa na muda. Lengo la kutaka kuzungumzia kitu ambacho kinaitwa muda, tumesikia watu wengi wanazungumzia muda, umesikia kwangu, umesikia kwa watu wengine, umesikia sehemu tofauti tofauti kwamba watu wanazungumzia muda. Je, muda ni nini? Tushajifunza hapo kwamba muda ni kitu, ni kipimo cha uhai wa viumbe hai, mtu, vitu kwenye maisha na shughuli za maisha yetu kila siku. Kipimo cha muda nimeshakwambia kwamba ni kuna sekunde, kuna dakika, kuna saa, siku, wiki, mwezi mpaka mwaka. Kwa hiyo hivyo ndo namna ambavyo muda unafanyaje, unaangalika. Unakumbuka kuna video ya nyuma nilizungumzia maamuzi. Kwa hiyo ukichukulia swala la maamuzi na leo ninazungumzia muda, unaweza ukajifunza kitu fulani, kwamba mwanzo nilitaka watu wajifunze wajue nini maana ya maamuzi, lakini leo nimekuja nimezungumzia muda, kwamba ili tuweze kuishi kwenye muda ni lazima tuwe na nini, tuwe na maamuzi. Si mimi tu, bali na watu wote, kwa sababu tumetoa hii zawadi ya uhai ambayo ni kwenye muda, ili tuweze kufurahia maisha. Sasa tutafurahi kwa namna gani? Ni lazima tuwe na maamuzi, tuweze kuishi kwenye muda. Video iliyopita ilikuwa ni ya maamuzi, video hii ni ya muda. Sasa muda utakuwezesha wewe, ukishaamua uishi kwenye muda, utapangilia katika muda huu nafanya hiki, kwenye muda huu nafanya hiki, kwenye muda huu nafanya hiki, kwa sababu hizi video zangu zitakuwa ni za muendelezo katika mafundisho ya kila jambo, mafundisho ya mambo yote ambayo yanahusu maisha na vile vile kutiana moyo. Nashukuru na asante. Usisahau kusubscribe, usisahau comment, usisahau na kushare pia. Mimi ni Joseph Nembe na hii ni Nembe TV. Asante.